Bwana Yesu apewe sifa. Basi bila kupoteza sana muda, tutakuwa na somo fupi sana katika siku ambayo tutakuwepo hapa mpaka siku ya Ijumaa. Somo linasema tumtazamie mwingine. Ni swali, tumtazamie mwingine, tumtazamie mwingine. Hilo ndio somo ambalo tutakuwa nalo katika siku hizi chache mpaka siku ya Ijumaa. Tumtazamie mwingine. Ninaomba tufungue kitabu cha Injili ya Mathayo ile sura ya 11 mstari ule wa kwanza hadi wa 5. Mathayo sura ile ya 11 mstari ule wa kwanza hadi wa 5. Neno la Mungu linasema hivi: Ikawa Yesu alipokwisha kuagiza wanafunzi wake 12, alitoka huko kwenda kufundisha na kuhubiri katika miji yao. Naye Yohana aliposikia huko gerezani matendo yake Kristo, alituma wanafunzi wake kumuuliza, wewe ndiye yule ajaye au tumtazamie mwingine? Narudia, wewe ndiwe yule ajaye au tumtazamie mwingine? Yesu akajibu akawaambia, nendeni mkamweleze Yohana mnayoyasikia. Narudia tena, nendeni mkamweleze Yohana mnayoyasikia na kuyaona. Vipofu wanapata kuona, viwete wanakwenda, wenye ukoma wanatakaswa, viziwi wanasikia, na wafu wanafufuliwa, na maskini wanahubiriwa habari njema. Bwana Yesu apewe sifa. Swali hili linaweza kuwa ni jepesi, lakini namna ambavyo tunafanya huduma katika maeneo mbalimbali na mikoa mbalimbali, hili ni swali ambalo lipo kwa kanisa la sasa ama kwa watu wa sasa. Ni maswali ambayo watu wengi wanayo kwa sababu ya namna ambavyo shetani ameachilia vifungo kwenye maisha yao, shida mbalimbali, matatizo na magonjwa. Kwa hiyo kadiri wanapokuwa wanamlilia Mungu na kuomba, pengine na kuhangaika maeneo mbalimbali na kuomba, lakini bado majibu yapatikani. Kwa hiyo wanafika mahali wanaishi maisha ya kuridhika ama ya kusema basi na iwe hivi ndivyo nilivyo, ndivyo itakavyokuwa, nimeambiwa hivi basi itakuwa hivi, kwa sababu pengine nimeombewa sana, pengine nimehangaika sana, au nimetibiwa maeneo mbalimbali, au nimehangaika katika sehemu mbalimbali, lakini sijafanikiwa kupata suluhu yoyote. Kwa hiyo kila mtu anabaki na swali na jiuliza, tumesikia habari za Yesu asiyeshindwa na jambo lolote, mponyaji, anayefungua, anayeweka watu huru, aliyefufua wafu. Imekuwaje nina shida hii ambayo sasa kila nikiliitia jina la Bwana asiwezi kupokea msaada? Na neno linasema kila atakayeliitia jina la Bwana ataponywa. Kwa hiyo watu wengi wamebaki na maswali ambayo pengine mimi na wewe pengine tunayo. Yalikuwa ni maswali ambayo Yohana pia anajiuliza. Niko kwenye kifungo, nilisikia habari za Yesu akija atawafungua waliofungwa, lakini mimi bado niko gerezani. Huyu Yesu niliyesikia habari zake ndio huyu ninayesikia ya kwamba nahubiri habari njema katika vijiji, au ni mwingine? Kwa sababu kama ndiye, lazima angejua kwa kwanza kuja kunitoa ni mimi niliyoko gerezani, na ndiye nilikuwa ninahubiri habari za ujio wake, itengenezeni njia ya Bwana. Mimi ndo nilikuwa nahubiri, lakini bado niko kwenye kifungo, nimekuwa mfungwa, mbona anifungui? Kwa lilikuwa ni swali anajiuliza, yuko kwenye kifungo gerezani, anajiuliza. Ndipo anachukua hatua, ni watafute watu wachache watakao nipelekea ujumbe
kwa huyu ambaye mimi habari zake nilisema kwa kweli si stahili hata kufungua kamba zake, maana ni mkuu sana. Kwa hiyo pengine nitegemea huyu kwa kuwa amekuja na mimi ataamuru tu kwamba nitoke, kulikoni bado niko ndani? Akajiuliza hilo swali, akatuma wajumbe. Alipotuma wale wajumbe, walipokwenda, majibu ya Yesu yalikuwa dhahiri sana kiasi ambacho kama hujaelewa unaweza kufikiri sio majibu, kwa sababu Yohana alitaka ambiwe ndio mimi nimekuja mwenye kufungua waliofungwa, ndio jibu litailema. Lakini matokeo yake wamepeleka hilo swali, wamemuuliza Yesu. Angalia majibu ya Yesu, anasema hivi, nendeni mupeleke ujumbe kwa Yohana kutokana na yale mnayo yasikia. Yale mnao yasikia, mnaniona ninafundisha watu, nikifundisha watu, nini kinatokea baada ya kufundisha? Ninapowaambia habari za ufalme wa Mungu, nini kinatokea? Ninyi mnasikia ninaoyafundisha, lakini hamuishi kusikia tu, mnaona na matendo yanayotendeka kufuatana na kile ninachokifundisha. Ndipo akasema, nendeni mkamwambie yale mnayoyasikia ninyi wenyewe na kuwepo hapa, lakini si hayo tu, na yale mnayoyaona kwa macho yenu, jinsi ambavyo matendo yanatendeka. Kwa hiyo bado lilikuwa ni swali kwa wajumbe na ni swali kwa Yohana pia. Sasa kama ndivyo, sisi tunachoona ni mapepo yanatoka, tunachoona ni wagonjwa wanapona kweli, viwete kweli wanatembea, ndio tunachokiona. Maana akanamwambia huo ndio ujumbe na utangaza, naye kuja nitakuja katika mfumo huu. Kwa nini anajiuliza maswali? Na Yesu kwa nini anamwambia hawa wajumbe ili wapeleke ujumbe waliouona kwa macho yao na waliosikia kwa masikio yao. Mungu anatamani kile tunachojifunza na kukisikia, tukikielewa, anatamani kiwe dhahiri kwenye maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Anatamani kiwe dhahiri. Sasa ukiangalia katika mfumo wa maisha yetu ya sasa, namna utendaji kazi wa Mungu kwenye maisha yetu umekuwa ni mdogo udhihirisho. Kwa sababu gani? Tumeishia kusikia tu. Hata tukisema Yesu anaponya, Yesu anaokoa, Yesu, lakini wapi? Kwa sababu najua huyu mtu wanasema anaponya, mimi nimekuwa na ugonjwa miaka yote, ninaomba, sio rahisi kumwelewa. Lakini kwa sababu wale waliona, ilikuwa ni rahisi kuwa na uzito wa ujumbe, maana wameona. Sasa kusema mimi ndiye nimekuja, ufalme wa Mungu umekuja duniani, lazima ufalme wa giza ujitenge, ni mimi ninautangaza huo ufalme, ni mimi mliokuwa mnanisubiri, nimekuja ili mdhihirishe. Angalia viwete wanatembea. Kwa hiyo wale na waingia akilini. Kwa sababu gani? Walichokisikia wanaona uthibitisho. Mungu akusaidie katika mfumo wa maisha ya injili na maisha ya kiroho. Kile unachokisikia, Mungu akusaidie, lazima ukione kwenye matokeo yake. Mungu hajatuweka kwenye mfumo wa kuishi kusikia tu, kuishia kusikia tu. Ukiangalia hata mfumo wa elimu, kuna masomo mengine wanasikia darasani, wanakwenda practical kuona. Yapo, kwani ndio mfumo wa kutengeneza uimara wa kile unachokisikia, kukithibitisha kwamba ndicho kiko katika mazingira hayo. Kwa hiyo kanisa la sasa ama watu wa leo hawajaweza kuyaona yale wanaoyasikia, na ndio maana kanisa ama watu wa Mungu wapo tu sasa hivi. Kwa nini? Habari za kusikia na kuona ni habari ambazo zinaleta uzito wa badiliko ndani ya mtu, lakini si tu badiliko, lakini pia zinaleta kuimarika kwa ushirika wa yule unayemwamini, kwa sababu haumwamini tu kwa nadharia, lakini kuna vitu vinatokea, kuna vitu vinafanyika. Kwa hiyo unaanza kumwamini. Hapa nawaambia, nendeni mkamwambie yale mnayo yasikia na kuyaona. Bwana Yesu apewe sifa. Ni wiki mbili zimepita, kuna wagonjwa wawili walitoka
Mmoja alitokea Bugando, alikuja Mloganzila. Mmoja alikuwa na kliniki yake pale, ana overbreeding, lakini anasubiria majibu. Amemwambia ni kansa kwa sababu imegenerate uvimbe ndani na kadhalika. Sasa wakati wa kutoka Bugando, yeye ana hii sehemu ya chini ya shavu inang'atuka yenyewe, inashuka mpaka hapa kwa muda wa masaa 4 alafu inarudi. Sasa imekuwa ni kitendawili sana kwa madaktari, akijawahi kutokea kitu kama hiki. Wanajaribu kufanya vipimo vya kila namna, haiwezekani. Sasa wakati wamepanga foleni, huyu mwenye overbleeding huyu akakutana na rafiki yake, akamwambia vipi? Akamweleza tatizo. Akasema hapana, hujaenda kwenye maombi? Akasema nimezunguka kwenye maombi, nimezunguka hapa, nasubiri majibu, nimeambia nipewe taarifa. Kwenda wapi? Ocean Road kwa ajili ya kwanza Sasa akasema hapana, mimi kuna habari nimezisikia na kuona, koja nikupeleke kwa mtu. Wakatoka Mloganzila jioni wakaja ofisini kwangu napofanyia huduma. Akasema huyu mtu ana shida 1, 2, 3. Tukaingia kwenye maombi, akafunguliwa, kila kitu kikaisha, akabaki anashangilia kweli kweli. Sasa kumbuka, kesho yake anaenda kuchukua majibu ili aende nayo huku. Anakwenda pale, anamkuta mwenzake yule ambaye sasa mashavu yanashuka na kurudi, yanashuka. Anamuona huyu anarudi na furaha. Anasema mwenzangu, tulipanga foleni jana hapa, mimi na wewe ukiunalia na mimi nalia, kulikoni? Akasema kuna mahali nimekwenda kuombewa, mimi nimepona. Si mliona tumbo lilijaa, liko wapi sasa? Mimi nimepona, namshuhudia pale. Akasema na mimi namtaka huyo mtu, na huyu ni wa imani nyingine sasa, aliyetoka Bugando. Namtaka huyo mtu. Kumbuka, anasikia lakini alimuona yule mtu jinsi alivyo, kwa hiyo imani yake imeongezeka zaidi. Sasa akamwambia ninaomba namba ya huyo mtu. Akanipigia simu, ilikuwa mida saa 9. Nikamwambia muda utakuwa ni mdogo sana kwa sababu saa 10 nina kipindi cha kufundisha. Akasema usiniambie habari za muda, wewe niambie unapatikana wapi. Nikamwelezea. Yule mama saa 3 usiku kafika ofisini kwangu. Anasema siondoki, nitalala hapa mpaka nimepona. Nimeteseka hapa nilipo, nimetumia milioni 8,800,000. Yaani vipimo tu, sijaanza matibabu, hawakoni tatizo lolote. Huyu ni wa imani nyingine. Tukaingia kumwombea, Mungu akamfungua, akapona. Akaanza kushangilia, akasema mtumishi, siondoki, nalala hapa. Sasa kidogo kuna sehemu ambayo huwa wanaotoka mbali ninawapumzishaga. Nikamwambia okay, nenda kalale kwenye kile chumba pale. Asubuhi kaenda Mloganzila kwenda kwa madaktari wake. Mnaniona? Akasema hatutaki kuendelea na vipimo tena, kama umepona nyumbani. Bwana Yesu apewe sifa. Nini kilichokuwepo kati ya hivi? Ni habari za kusikia na kuona. Yule mama mpaka kesho kaenda kumwambia mume wake ambaye ni shehe. Kamwambia mimi ni Mkristo kuanzia leo, na nitawaita watumishi toka Dar es Salaam wajenge kanisa huko kwetu. Habari za kusikia na kuona, usiangalie. Lakini huyu mama wa Kiislamu aliombewa sana, kwa sababu akiwa kule walikwenda kuombea. Kwa nini? Swala la niombewa sana ni lingine. Cha msingi uelewe ya kwamba ukiwa na hali ya kutaka kuona yale unaoyasikia, Mungu hajawahi kushindwa na jambo lolote. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa ni lazima ufahamu mifumo ya hali ya wewe kuelewa ninasikia nini, ninaona nini. Hiyo itakusaidia imani yako kuimarika, na ndicho ambacho sasa kinalifanya kanisa la leo wanakuwepo tu. Na ni kweli, niwaeleze tu kweli, kumwamini Mungu pasipo kuona matendo yake yakidhihirika ni kazi. Ni rahisi sana kukata tamaa. Kumbuka, yale matendo yanapotendeka yanatuinua imani zetu. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio, yanatuinua. Yakikuinua wewe, yanaenda kuinua na mwingine. Yakimuinua ni matendo. Kwa nini? Hawa walianza kusimuliana, ikatokea tayari kuna kitu kikaongezeka ndani yao. Mwingine alikuwa ni daktari, medical doctor wa hospitali moja hapa kubwa kabisa. Alienda kusoma nje ya nchi. Aliporudi,
Baada ya kurudi alikaa kama miaka mitatu bila promotion na mshahara hujabadilika na amesha soma. Lakini wanasema tuko tayari kufanyia promotion, ila faili limepotea. Na faili lipotea, akiwa nalo wamemwambia alilete liende kwa katibu mkuu. Akiwa nalo likapotea mezani. Ghafla lioni. Miaka imepita. Kwa hawezi kukremu madai yake, maana mpaka faili lipatikane. Mtoto wake tulikutana mahali, akaniambia, baba, ninajua kweli Mungu yuko mbali sana na wewe, lakini ni jambo tulipeleke kidogo kwenye maombi. Akamleta baba yake kwenye maombi, tukamwombea. Nikaambia, mzee, rudi ofisini, faili lako liko mezani. Akasema nini? Nikaambia, faili liko mezani. Anakwenda ofisini, alikuta mezani. Anaanza, limetoka wapi? Anawauliza wafanyakazi, sema sisi wenyewe hatujui, tumelikuta tu liko hapo. Huyu baba, huyu daktari huyu akasema ni kweli ni daktari bingwa, lakini mambo haya ya kuombewa kwa jina la Yesu na vitu vinatokea namna hii. Kumbe kuna nguvu nyingine iwezaye kutusaidia yenye maarifa ya juu kuliko sayansi yetu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo nguvu ya kusikia kwa mtoto wake, na ameshaona. Baada ya kuona akasema, niko tayari kumpokea Yesu kwa Bwana Mwokozi wa maisha yangu. Kwa hiyo inakusaidia kufanya uhusiano wako na Mungu, ushirika wako na Mungu ukae vizuri zaidi. Kwa nini? Kwa sababu kuna matokeo. Hata mkiwa tu kwenye ushirika au mahusiano mengine yoyote, msipoona faida ya ule uhusiano, mara nyingi mnauvunjaga. Hata biashara, usipoona faida ya hiyo biashara unaiacha. Hata kazi, usipoona matokeo uliyoyatarajia unajikuta una resign. Kwa nini? Mwanadamu amewekwa ili kuona matokeo ya yale alichokisikia na kukifahamu. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini sio hilo tu. Kusikia na kuona kunakupa ujasiri juu ya Mungu uliye naye. Kunakupa ujasiri juu ya mitego mbalimbali unaokumbana nayo. Kunakupa ujasiri juu ya vikwazo mbalimbali, kwamba Mungu aliwahi kunishindia hapa, nilisikia, nikamuomba, yakatokea. Kwa hiyo na hili nitamsikia, nitaomba, litatokea. Kwa haikupi kukata tamaa, bali nakupa kuimarika zaidi. Kwa nini? Kwa sababu ulisikia habari zake, ukaingia kuzifanyia kazi, zikaleta matokeo. Nami ni maombi yangu mchana wa leo, usiishie kusikia tu, ili uanze kuona matokeo. Bwana Yesu asifiwe. Ndiyo utapata ujasiri mkubwa sana ndani yako, kwa sababu kuna vitu ambavyo watakuuliza, lakini wewe umeona na kwa kusikia. Ukisoma maandiko kitabu cha Matendo ya Mitume, Matendo ya Mitume ile sura ya 4 mstari ule wa 18 hadi ule wa 21. Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari wa 18 hadi ule wa 21. Neno la Mungu linasema hivi: wakawaita, wakawaamuru wasiseme kabisa wala kufundisha kwa jina la Yesu. Petro na Yohana wakajibu wakawaambia kwamba ni haki mbele za Mungu kuwasikiliza ninyi kuliko Mungu. Hukumuni ninyi wenyewe, maana sisi hatuwezi kuacha kuyanena mambo tuliyoyaona na kuyasikia. Sio tu kwamba ni habari za nazaria kwetu, tunachokifanya tuna uhakika nacho, tunakielewa. Sio kwa sababu tumefundishwa, sio kwa sababu tulikuwa wafuasi wa Yesu. No, kuna namna tumefanya practical, tumeona matokeo. Kwa hiyo leo haiwezi katokea kiurahisi mseme eti stop kumhubiri Yesu, stop kulitaja jina la Yesu. Haiwezekani, kwa sababu matokeo ya tunachokifanya hutokana na hilo jina mnaotukataza, hutokana na hiyo imani mnaotukataza, hutokana na hiyo injili mnaotukataza. Kwa hiyo hatuwezi, kwa sababu tuna matokeo na tuna uhakika na tunachokifanya. Hatudanganyi watu, sisi hatuko kwenye propaganda, tuna uhakika. Kwa nini? Unapoona matokeo ya kile unachokifanya, kinatengeneza ujasiri wako, kinatengeneza uimara ndani yako. Hata wakisema Bwana achana nacho, nasema pengine hamjui mnachokizungumza. Hawa wanasema tunawezaje kuacha? Haiwezekani, kwa sababu tunaelewa
tulikotoka tunaelewa, tunachokifanya tunaelewa. Kwa hiyo Mungu akusaidie, usiishie tu kusikia, bali tafuta kuona. Kinachogharimu maisha yetu kiroho siku hizi hayaendi mbele, yanarudi nyuma, kwa sababu tupo tunaendelea kusikia tu, tunaendelea kusikia tu. Kila wakati tunasema Mungu anaponya, Mungu anafungua, lakini vifungo vinatutesa kila siku. Tunasema ukiwa ndani ya Kristo umekuwa kiumbe kipya, lakini vifungo vinatutesa kila siku. Swali, tumtarajie mwingine aje atufungue au na kutuokoa na kutufia msalabani, au aliyetufia msalabani ndio yule yule? Ndio swali la Yohana. Kwa nini niko gerezani na ni mimi ninamwamini huyu niliyemtangulia, nasema sistahili hata kufungua kamba za viatu vyake, lakini ninateseka gerezani? Anajiuliza swali. Majibu ya Yesu ni viwete wanatembea, viziwi wanasikia. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo ni lazima tuelewe ya kwamba mfumo wa maisha ya kiroho umejengwa kwenye kusikia na kuona, na kusikia kuna kupelekea kwenye kutaka kuona kile ulichokisikia, na unapoona kuna kupelekea kuimarika zaidi imani yako, kwa sababu sasa unajua simwamini Mungu wa bure, ninamwamini Mungu ambaye nikimwita anasikia, nikimuomba anasikia. Kwa hiyo unaongezeka zaidi kumtegemea. Na ndio maana wa upande mwingine wanaokwenda kwa waganga wanaamini waganga wao, kwa sababu wanajua tukienda, nikitoka kule kuna matokeo na yapata. Kwa hata ukimwambia hapana na huko anasema hamjamjua babu yangu ninyi. Yaani babu yangu mimi akishasemaga jambo linatokea. Kwa nini? Anamuelewa yule babu yake anachozungumza. Anapokimwambia nenda mjini katajirike, anajikuta utajiri na upata. Huyo huwezi kumtoa imani yake kwa huyo babu yake, sio rahisi. Neema ya Mungu inahitajika. Ni sawa na wewe leo, imani yako ikianza kuona matokeo ya vile ambavyo vinatokea kwenye maisha yako ya kila siku, uwe na uhakika ya kwamba watu wakisema mwache Mungu utakataa, mwache Mungu utakataa. Kwa nini? Kwa sababu unamuelewa. Niliwahi kwenda mahali fulani, kulikuwa kuna Ukristo. Wakati na hubiri injili wakasema pamekatazwa, ukitaka uwe sawa nyamaza, usipo nyamaza kuna watu leo wameandaliwa kukatwa kichwa. Basi wakaja wakunikata, nasema siwezi kukamaza kwa sababu ninajua ninachokifanya. Mungu akawapiga shoti, wamenizunguka na mapanga yao, wamekuwa mabubu, wamekuwa vipofu, hawezi kufanya chochote. Watu wakaanza kuja, wameganda. Yule tuliwaambia ni mchawi, hata mimi mwenyewe sijui aliyewagandisha, sijui. Maana niona tu wanakuja mara ghafla, stand still. Kwa nini? Wale watu walipoona lile tukio waliacha dini yao na imani yao kwamba kwa kweli kuna kitu pale, twende. Wakaanza kwa nini? Walikuwa wanasikia habari za Yesu lakini wanaona. Nilipomaliza kuongoza sala ya toba, nikawaombea wafumbuliwe macho waanze kutembea. Walikimbia walikoelekea, sikuwaona. Haleluya. Je, ni miongoni mwa Yohana anasema nimtazamie mwingine juu ya ugonjwa huu, nimtazamie mwingine juu ya ofisini kwangu mateso haya, nimtazamie mwingine juu ya kifungo hiki? Nasema hivi, usimtazamie mwingine. Yesu alishakuja, alikufia msalabani, na kwa kupigwa kwake wewe umepona. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kupigwa kwake wewe umepona. Leo kuna shida nyingi zinazowasumbua watu, kuna mateso mengi yanasumbua watu. Ninakutana na kesi nyingi sana za magonjwa, watu mifupa imevunjika, mifupa imesagika migongoni, mnafanyishwa mazoezi, kumbe ni mapepo na nguvu za giza zimeachiliwa. Watu wanakuja tunaombea, migongo inaunganika, migongo inakaa sawa. Kwa nini? Yesu uweza wake huwezi kulinganisha na uweza mwingine wote. Bwana Yesu apewe. Lakini nafanya underground, ndio maana hamunijui, na mimi nimeambiwa hivyo niwe wa underground, sio wa media. Lakini na zaidi ya miaka 20 nafanya hiyo kazi.
Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo uwezekano wa kutoka kwenye shida upo. Usijiulize hilo swali, bali tafuta kutaka kumwona Mungu kwenye hilo ambalo unapitia. Yesu anaweza yote. Yesu hakuna linaloshindikana kwake. Haijalishi maswali ulionayo, pengine kipo kifungo kweli, kinakutesa kweli. Unajiuliza maswali, kweli nimeenda huko, nimeombewa kule, nimeombewa kule, nimeombewa. Nasema hivi, mimi maswali ya nimeombewa kule huwa siyatakagi, kwa sababu sio maombi yanayoponya, sio mtumishi anayoponya. Shida yenu mnatazama watumishi na watu. Nasema Yesu, ukisema Yesu nahitaji kutoka kwenye hiki kifungo, Yesu nahitaji kutoka hapa, nasema utaona ulioyasikia. Bwana Yesu apewe sifa. Ninaomba tusimame. Tazama, wewe ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna neno gumu lolote usilo liweza? Je, kuna neno, kuna neno usilo liweza? Je, kuna neno gumu lolote usilo liweza? Utazama, tazama, wewe ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna neno gumu lolote usilo liweza? Je, kuna neno, kuna neno usilo liweza? Je, kuna neno gumu lolote usilo liweza? Funika macho yako, sema Bwana Yesu, wewe ni Mungu wangu, mwokozi wa maisha yangu, mkombozi wa maisha yangu. Ninakushukuru kwa ajili ya maisha yangu. Ninakushukuru kwa ajili ya uzima, kwa ajili ya afya. Ninasema asante kwa sababu ni wewe unayenipigania na kunitetea. Niko mbele zako siku ya leo, ninakuomba unisaidie kutafuta kuona matendo yako makuu katika maisha yangu. Nisiwe na swali aliyojiuliza Yohana ya kwamba tumtazamie mwingine au ni yeye yule. Bwana Yesu, nakuomba, ipo shida kwangu inayonisumbua, ninakuomba unisaidie nikuone katika jambo hili, katika shida hii, katika tatizo hili. Naomba nikuone kwenye maisha yangu. Ni kweli nimelia kwa muda mrefu, ni kweli nimeomba kwa muda mrefu, ni kweli nimeombewa kwa muda mrefu. Ninaomba nikuone. Yale ninayoyasikia ya kwamba wewe ni Mungu unayeponya, unayefungua, nami ninaomba niweze kuona katika jina la Yesu. Nisaidie kuona katika maisha yangu,
nikuone wewe ukinitetea, ukinipigania, ili imani yangu ikaongezeke ya kwamba ninaye Mungu asiyeshindwa na jambo lolote. Katika jina la Yesu naomba unisaidie. Hebu mshukuru Mungu kwa maneno yako. Omba, mwambie Mungu kama kuna jambo ambalo limekusumbua muda mrefu, mwambie Mungu, ninakuomba achilia majira mapya kwangu niweze kuona. Ni kweli nina swali kama la Yohana, nimtazamie mwingine au ndio wewe mwenyewe Yesu? Nimetazamia wengine, nimetazamia watumishi, nimetazamia maombi, nimetazamia ibada, nimetazamia vitu vingine, lakini natamani nikuone wewe ambaye ulisema wafu wanafufuka, viwete wanatembea, vipofu wanaona. Natamani nikuone Yesu. Wewe ni Mungu aliye hai. Utukufu na heshima ni za kwako. Asante kwa ajili ya watoto wako na kundi hili Bwana ambalo leo limefika mahali hapa. Utukufu na heshima ni wako. Unajua kila mmoja kuna mahali anapita, iwe ni ofisini kwake kuna mahali anapita, ni kwenye biashara zake kuna mahali anapita, ni kwenye ndoa yake kuna mahali anapita, ni kwenye miradi yake kuna mahali anapita, ni kwenye afya yake kuna mahali anapita. Mnazareti, ninaomba katika sura kwa mahali hapa, ninaomba kuone, ninaomba kuone, ninaomba kuone, ninaomba kuone. Ninajua umesema pengine ni mizimu, pengine ni vifungo, pengine ni laana ya familia, pengine ni ukoo, pengine ni wachawi, lakini wewe ni Mungu uliyesema hakuna jina tulilopewa chini ya jua litupasalo kuokolewa kwalo, na kwa jina hilo kila goti litapigwa. Nami ninakusihi Bwana, pengine kuna matatizo sugu ndani yao, Yesu, achilia neema katika siku ambayo tutakuwepo mahali hapa. Achilia neema ya kuondoa hayo matatizo sugu katika jina la Yesu. Ukalijibu lile swali Bwana, namna ulivyomjibu Yohana, ya kwamba ni kweli umesikia habari za Injili, kwamba ni uwezo wa Mungu kuleta wokovu. Ni kweli umesikia kwamba Yesu anaponya. Ni kweli, mwambie na mimi hilo swali nataka lijibiwe, kwamba viwete wanatembea, vipofu wanaona, wenye magonjwa wanaponywa, kwamba ni kweli nahitaji kuponywa kwenye shida yoyote. Yesu, achilia neema mpya kwa watoto wako katika jina la Yesu Kristo. Ninawaombea siku ya leo Mungu, ili swali naojiuliza lifikie mwisho, wakauone ukuu wako, wakaone nguvu zako katika jina la Yesu. Yale wanaojiuliza Bwana Yesu, ninaomba ukawe na majibu. Yale wanaojiuliza maofisini mwao, ukawe na majibu katika jina la Yesu. Kila giza iliyowafunika, kila giza iliyomfunika, katika jina la Yesu Kristo liweze kutii nuru yako, liweze kutii nuru yako. Ilo giza litii nuru yako, ilo giza litii nuru yako, ilo giza litii nuru yako. Ilo giza la kuzimu, la magonjwa na vifungo liweze kutii nuru yako, maana neno lako linasema ndani yake ndimo ulimo kuwemo uzima, na huo uzima ilikuwa ni nuru ya watu, nayo nuru yang'aa gizani, wala giza haikuliweza. Katika jina la Yesu, giza lolote ambalo wamelikumba linalopita ndani yao, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Giza la sintofahamu, giza la magonjwa, giza la nifanye nini lisiinuke kwako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Wewe ni Mungu aliye hai, Mungu wa matendo makuu. Wasaidie watoto wako, ninawaachia mikononi mwako katika jina la Yesu Kristo. Shangilie Bwana Yesu kwa makofi na vigeregere. Haleluya, 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 haleluya.